Mkoani Mtwara katika kijiji cha Maranje, halmashauri ya mji Nanyamba, serikali kupitia bodi ya korosho Tanzania inaendelea kutekeleza moja ya miradi mikubwa yenye lengo la kuibadilisha tasnia ya korosho nchini. Katika ziara maalum ya hivi karibuni iliyofanywa na mkurugenzi mkuu wa bodi ya korosho Tanzania Francis Alfred, anatueleza kuwa mradi huu unatarajiwa kuongeza thamani ya zao la korosho na kufungua fursa mpya za ajira na uwekezaji. Mwandaji wa makala hii ni Amani Ngoleligwe, nami msimuliaji wako ni Christian Ngao. Karibu. Hapa ndipo lilipo kongani la viwanda vya korosho lijulikana kwa maarufu kama kongani la viwanda Maranje katika mkoa wa Mtwara. Kongani hili la Maranje lina eneo lina ukubwa wa ekari 1572, ambapo katika awamu ya kwanza tumefanya uendelezaji wa ekari 354 na awamu ya pili tutakwenda katika uendelezaji wa ekari 1218. Kongani hili la viwanda, chanzo cha kongani hili la viwanda ni ziara ya Mheshimiwa Rais Dr. Samia Suluhu Hassan katika ziara yake ya mkoa wa Mtwara na Lindi mwaka 2023 Septemba alipokuja Mtwara. Alipokuja Mtwara alibaini kwamba sehemu kubwa ya korosho yetu ambayo tunazalisha hapa nchini, sehemu kubwa tunazipeleka nje zikiwa ghafi. Hivyo akaelekeza Wizara ya Kilimo kupitia bodi ya korosho kujenga kongani la viwanda. Lengo likiwa kuwa na eneo maalum la viwanda vya korosho pamoja na viwanda vingine vya mazao yanayopatikana katika ukanda wa kusini mwa Tanzania, ili kuweza hayo mazao yaweze kuongezwa thamani kabla ya kusafirishwa nje ya nchi. Na hapa ni mojawapo ya eneo ambalo mwekezaji Mtanzania mwenye kampuni ya Mateak Tanzania Limited anajenga kiwanda cha kubangua tani 100,000 ambapo nilikuwa nimeongea awali. Kwa hiyo kama mnavyoona, ameshapiga hatua kubwa katika ujenzi wa majengo yake kwa ajili ya viwanda, na kama nilivyoongea awali, mpango wake ni kubangua zaidi ya tani 100,000. Yaani ataanza kwanza na tani 100,000 na ndio haya majengo ameanza kuyajenga. Na kama mipango itakwenda kama ilivyo vizuri, mpaka kufika mwisho wa mwaka huu watakuwa wamefika hatua kubwa sana katika ujenzi wa viwanda. Kwa kama mtakavyoona, mwekezaji amewekeza hela nyingi sana katika kujenga hiki kiwanda. Kwa sisi kama serikali, kwa maana bodi ya korosho kupitia Wizara ya Kilimo imeandaa utaratibu wa kuwezesha wawekezaji ambao wanawekeza hela katika kongani la viwanda kuhakikisha kwamba malengo yao yanafikiwa. Na mojawapo ni kuhakikisha kwamba wanapata incentives au tunasema unafuu katika baadhi ya maeneo. Mojawapo ambao tumelifanya tayari, ili eneo ambalo wanajenga viwanda tumeshalisajili chini ya TISEZA under Export Processing Zone. Kwa hiyo wakati wa kuagiza mashine na vifaa vingine kwa ajili ya ujenzi wanaweza kupata nafuu ya kodi. Kwa hiyo itawasaidia katika kuwapunguzia pia gharama. Lakini pia katika mpango wa viwanda hivi ambavyo hapa tumewezesha utaratibu wa kununua malighafi kutoka moja kwa moja kwa wakulima. Lengo letu ni kwamba viwanda ambavyo vinajengwa hapa nchini viende kupata malighafi za kutosha. Lakini pamoja na upatikanaji wa malighafi, mojawapo ya changamoto kubwa sana ya wawekezaji kwenye viwanda vya korosho ni upatikanaji wa mitaji nafuu. Ili naloona hapa ni eneo la kampuni ya Dorado Cashew Limited ambaye ni mmoja wa wawekezaji wakubwa ambaye anajenga kiwanda cha kubangua tani 100,000. Lakini pia kwa hiyo hapa ni mojawapo ya eneo ambalo umeona ameanza kufanya maendeleo, na katika mwaka huu ameweka kwamba pamoja na kwamba atakuwa anaendelea kujenga, anataka aanze kufanya majaribio ya kubangua korosho. Kwa ameomba kutumia magala ambayo yalikuwa yamejengwa na bodi ya korosho kwa ajili ya kuhifadhi korosho ili aanze kubangua wakati akiwa anaendelea kujenga kiwanda chake katika ile eneo ambalo tumempatia zaidi ya ekari 50 katika eneo la kongani la viwanda. Mojawapo ya uwekezaji uliofanywa na serikali ya awamu ya 6 kupitia Wizara ya Kilimo ni katika eneo la kongani la viwanda ni ujenzi wa mizani.
Kama mnavyofahamu, ukiwa na kongani la viwanda ni lazima uwe na mizani ambayo ni ya uhakika, ili watu wanaoingia na mizigo na kutoa mizigo wawe na mahali pa kuweza kupima uzito. Kwa hiyo mzani umegharimu milioni 374 na unaweza kubeba tani 80. Kwa hiyo tumejenga mzani, umejengwa kisasa kabisa kupitia bodi ya korosho chini ya Wizara ya Kilimo, ambapo gari tutaweza kuingia, kwa maana tunaita gari na tela lake vyote vinaingia kwa wakati mmoja katika mzani huu. Kwa hiyo mzani huu ambao tumeshajenga na umeshakamilika kwa 100%, utarahisisha sana katika upimaji wa uzito wa mizigo ambayo inaingia hapa katika kongani la viwanda. Kwa hiyo ni mmoja tu wa mizani ambao unajengwa, pia tutajenga pia mizani mingine katika mageti mengine, ikiwa ni sehemu ya mpango wa serikali ya 600 katika kujenga miundombinu katika eneo la kongani la viwanda hapa Maranji. Kwa katika mpango wetu wa ubanguaji na uongezaji thamani, ambapo tumejiwekea lengo kwamba ifikapo mwaka 2030 tubangue at least kima cha chini 60%. Tunataka katika mpango huu pia vijana na wakina mama walioko vijijini wawe ni sehemu ya mpango huu, wawe ni sehemu ya manufaa yanayotokana na ubanguaji. Manufaa mengine ambayo tutapewa kufanya kuja kwenye kongani la viwanda, sasa kwenye kongani la viwanda, ili kongani la viwanda likikamilika, tunatarajia litajiri zaidi ya watu 35,000 watakuwa wanaajiriwa katika kongani la viwanda. Kwa niaba ya mwandaji Amani Ngoleligwe, mimi ni Christian Ngao. Asante.